Msanii Diamond Platnumz anaendelea kutoa darsa kwa wasanii wenzie Bongo kwa kuonesha major moves kwenye career yake ya muziki. Wiki iliyopita Diamond Platnumz alikuwa kwenye tour yake ndani ya Uingereza ambako alianza kwa heavy shows ndani ya ukumbi mkubwa wa Royal Albert Hall jijini London. Kisha Manchester Academy ndani ya jiji la Manchester na majiji mengine ndani ya UK. Diamond sasa yupo nchini Marekani kwa ajili ya show kubwa ya Summer Jam 2025 iliyoandaliwa na Hot 97 akiwa na wakali wengine kutoka Afrika kama Ayra Starr pamoja na Ashake. Sasa kuelekea kwenye show hiyo, msanii Diamond Platnumz amekuwa akifanya media tour kwenye media kubwa duniani kama Billboard, PMC na Rolling Stone. Pia alibahatika kutembelea headquarters za platform kubwa za muziki duniani kama vile Audiomack, Tidal na nyingine nyingi. Sasa Diamond akiwa katika media tour hizo alibahatika kukutana na journalist wakali na kuulizwa baadhi ya maswali mengine yakiwemo kama kwa nini hapendelei kutoa albums. Diamond pia alijibu kuwa kutokutoa kwake album ni kutokana na anahisi atapoteza ngoma nyingi kali ambazo angezitoa kama single zingempa major impact kuliko kuzitoa kama album, kwa sababu ukitoa album wasikilizaji mara nyingi hufocus na nyimbo moja au mbili kwenye album na nyingine kuzichukulia kama trash ama kuzipotezea, hivyo kufanya upotevu ama kupoteza kazi nyingi ambazo angezitoa kama singles zingemletea impact kubwa. Hiyo ndio sababu kwa nini hapendelei kutoa album. And to me, get to a point like there was a time I dropped the album. I feel like sometimes I also hate dropping albums because there's no way I can put trash songs in my album. But when you drop the album, sometimes it kills a lot of songs because people want this one focus song. Yeah, throughout the whole thing. Yeah. Then other songs end up looking like they're just by the way, and I hate that. I think that's the reason why it took me some time to get that. Yeah. Lakini pia aliulizwa kwa nini nyimbo zake nyingi zimekuwa na vibe, unajua zimekuwa ni nyimbo za kupari ama nyimbo zenye furaha. Diamond ameelezea kuwa way back alikuwa ni mtu wa kuandika sana, pen game noma, unajua vitu kama hivyo, nyimbo nyingi za majonzi, za kulia, kuzungumzia mapenzi, mahusiano na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kukaa chini na kufocus kwenye global market ama soko la dunia, amegundua kwamba soko la dunia halihitaji ule uandishi wa kina ama uandishi wa deep feelings. Hivyo anahitaji kutengeneza jam ambayo watu watajam na kuruka kwa challenge mbalimbali kwenye platforms kama TikTok, kuenjoy clubs, kuenjoy hata ukiwa magetoni na vitu kama hivyo. Hii ameona kama strategies ambayo itampeleka katika kukonka global market. Hivyo yeye kaamua kuchagua mziki huu wa kuwaburudisha watu kwa mabenga ya kuruka na kuvibe ili kukonka the global market. Umeona bwana? So yeah, kind of the role joy plays in your music. It seems like it's very important that everything that you do kind of has this joyful aura to it. How important to you is making music that's filled with joy and happiness? I'll tell you the truth. Like back in the days when I started doing music, I used to do a lot of heartbroken songs. That's how I came from the game. I was doing heartbroken songs a lot. Like I was known by writing heartbroken songs, but it used to be in my language in Swahili. And people
love me because the way they have to understand my language, which you can't force people to understand your language. So I say, I think I need to, if I want to conquer the global market, I need to find a way of how I can gain the whole global market. Then I came with the idea of how I think people want to be happy, people want to have fun. So then came out with that idea of having dance songs, joyful songs, happy parties, lots of dance moves, lots of challenges and all that. So Diamond ameendelea kutoa darasa kwa wasanii wengine Bongo kwamba ili kutoboa katika soko la kimataifa ama global market inahitaji strategies nyingi, sio tu kukaa na kutoa nyimbo peke yake ama kutegemea hit song peke yake. Inahitajika strategies kama hizi, kufanya media tour katika media kubwa duniani kama alivyofanya yeye kwenye Billboard na PMC. Mnajua vitu kama hivyo navyo vinasaidia kupush kazi za msanii. Lakini pia tembelea headquarters za platforms hizi unazotegemea wewe zikuingizie pesa kupitia mauzo ya kazi zako kupitia kwenye platforms zao. Diamond ameenda Audiomack, ameenda Billboard na kuongea nao na kupewa darasa kidogo nini cha kuongeza katika muziki wake, nini ambacho kina misi kwenye muziki wake, nini maboresho gani muhimu anaweza akafanya ili kukonka hizo charts kubwa duniani na kuweza kuwin ama kukonka global market. Pia akiwa katika media tour hii alibahatika kuachia kionjo cha ngoma yake ambayo ni unreleased, lakini anategemea kuiachia hivi karibuni. Ngoma inaitwa Down. Isikilize kidogo hapa. Asante sana kwa kuitazama video hii kuanzia mwanzo hadi hapa. Asante, lakini ni kuombe usubscribe ili kuwa mmoja wa wanafamilia hii kubwa tunayoijenga kila siku, ili usipitwe na updates mpya na kali kila siku kama hizi. Ciao.